Rest in peace. Rest in peace Renalda Riziki. Tulikupenda ila Mungu alikupenda zaidi. Kazi yake Mola haina makosa. Wingu la simanzi limetanda kote, Rabai Mwamtunga sote tunalia. Asante kwa yote ambayo umetutendea, na sahi Bwana tunafungua hafla hii mikononi mwako. Ombi langu ni kwamba Bwana ukapate kusimama mwenyewe mahali hapa, ili Bwana ukapate kusimama katika kila sehemu, katika kila jambo tutakaloliendea. Mikononi mwako Bwana tunajiweka, tutembelee Bwana kwa muda wote mahali hapa. Nena na mioyo mahali hapa Bwana. Kuna mioyo iko chini, kuna mioyo Bwana imevunjika, lakini Bwana kwa njia yako ya siri Bwana wewe unaiona. Baba, itibu na uweze kuipa faraja yako, ili Bwana kipindi hiki cha ibada tunapoiendea ikalete Bwana faraja, ikalete Bwana kubali na hata kufunguliwa mahali katika mioyo kwa ajili ya utukufu wako. Baba, tunafungua anga yako mahali hapa. Tembea mahali hapa Bwana, kila pembe Bwana tembea. Tunaita nguvu zako Bwana mahali hapa, kila eneo mahali hapa Bwana tunakukabidhi wewe. Tunachokataa Bwana ni kila mpango wa yule ibilisi ambao usimama kati ili Bwana kutatiza. Nasi kwa imani Bwana tunachukua imani kutoka kwako, tukiharibu na kukaeka chini ya nyayo zetu kila mamlaka ya shetani, kila silaha ya shetani Bwana tunaikanyaga, maana umetupa uwezo. Bwana tusaidie kwa kila jambo Bwana, tuongoze mwanzo hadi mwisho. Sifa na utukufu tutakuregeshea, maana wewe ni Baba. Katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kushukuru pamoja. Asante sana, mpigie makofi mtumishi wa Mungu huyo ambaye basi ametufungulia kwa maombi. Sasa naomba kwa heshima kila mtu aende mahali nilipomwelekeza kabla tuendelee na ratiba. Kila mtu akae mahali nilipomwelekeza kwa heshima. Mimi ndio mkuu wa sakafu, kwa hivyo nikwambia jambo wanakili. Asante sana kwa kufanya hivyo. Jamii waweze kukaa pale. Hapo kwa chandarua cha familia, hivyo viti vya mbele, hiyo jamii ya mzee Edwardson na wanawe waweze kukaa hapo. Hivyo viti vya mbele kabisa, jamii ya mzee wetu Abson kukaa hapo. Asante watumishi wa Mungu, nao naona najipanga panga pale. Kina mama asanteni nanyi pia, naona nanyi najipanga panga. Tafuta kiti vizuri. Kwaya Mtakatifu Filipo pia naomba muwe pale, kwa sababu utafika wakati utahitaji huduma yenu. Kwa hivyo naomba muwe pamoja pale. Kwaya SK St. Philips, Mawe Magumu, Mother's Union, na pia vile vile wanakama wa Mtakatifu Filipo, muwe mahali pamoja. Itafika wakati utahitaji huduma zenu. Pande ule waombolezaji, asanteni sana kwa kutulia vizuri. Waheshimiwa hapa, viongozi wastahiki, viongozi asanteni sana. Majirani pia asanteni sana. Hivyo basi naomba tukiwa tumetulia, wale ambao basi bado wamesimama na wasihi kwa heshima na kwa upole, bado kuna viti huku. Nimesema hii ni ibada, hivi tunaanza basi ni ibada, na ibada huwa ina taratibu zake, ibada ina sheria zake, ibada ina sheria zake. Hivi sasa mahali hapa pashaombewa, hapa kumepandwa madhabahu ya Mungu. Hivyo basi tunaomba twende sawa sawa na mwongozo wa kanisa. Kwa hivyo usisimame kama sijakwambia usimame. Tunafika wakati wa ibada utakuwa kusimama, tutafika wakati wa ibada na kuketi. Kwa hivyo nikwambia usimame utasimama. Kama sijakwambia wewe hakikisha umeketi, ili ibada hii isiwe na kutatizika mahali popote. Asanteni sana, na wangoja wale ambao basi bado wanapita hapa na pale watulie, kwa sababu nimesema hii ni ibada. Tukishaanza hivi basi itakuwa sasa hatutaki mishemisha yoyote. Naomba tafadhali tafuta mahali utulie. Tafuta mahali utulie. Wale ambao basi wanaingia, unaweza kumwelekeza vile nimetangaza. Ukimwangalia ukiona ni daktari, mwambie hapa ndo madaktari wanakaa. Ukimwona anakaa kama askari, mwambie hapa ndo askari wanakaa. Ukimwona anakaa Mother's Union, mwambie basi Mother's Union kwa upande ule. Ukiona anakaa mheshimiwa,
anakaa basi mstahiki viongozi, mwambie viongozi wenzake wako hapa, aweze kujiunga na viongozi wenzake hapa. Na kama ni jirani ambaye amejiunga nasi pamoja nasi, mwambie bado kuna nafasi kule. Kwa hivyo naomba basi tutulie, na tunapotulia hivi basi mambo yataenda sawa. Muda ambao tumepewa na jamii umepita na kama saa 1:30. We are behind schedule. Kwa hivyo basi nitaenda mkaka, nitaenda kasi ya ajabu kuhakikisha kwamba ile wakati na muda ambao familia wameweka kwamba tufike wakati huo kwamba tumesikiri, basi iwe hivyo, kwa sababu mimi pia naheshimu jamii, na kwa sababu sasa hii ni ibada. Tunapomwambia Mungu saa ya ibada ni masaa 3, tunapopitisha tu kule juu mbinguni, nasi pia tunahesabiwa makosa. Kwa hivyo basi nitaenda sawasawa na ule muda ulipopangwa, na hivyo nasema kwamba Mungu akaweze kuwabariki sana, maana neno la Mungu linasema heri kwenda katika nyumba ya matanga kuliko kwenda katika nyumba ya furaha. Hivyo basi mmebarikiwa. Mwambie mwenzako tumebarikiwa kwa kufika hapa. Hajasikia, mwambie tu umebarikiwa kwa kufika hapa. Amen. Mimi sitaongea mengi, ila ni kuwatangazia tu ya kwamba najua uwepo wenu hapa. Baada ya kipindi fulani unaweza sikia kwamba hali si hali kidogo, unahitaji mahali pa kuweza kujisaidia. Hivyo basi upande huu kuna maboma, wanaume wote mtaenda upande huu, alafu nyuma ya hii nyumba hapo kuna maboma, kina mama au wanawake wote, ukipita huko unaweza kujisaidia. Na hivyo tunasema tu tuna furaha kubwa sana kwa kufika kwenu, na tunaendelea kuwakaribisha ili tuendelee kumsindikiza mama yetu katika hali ambayo ni njema, na sifa na utukufu zikaweze kumrudia Mungu. Kanisa, mchungaji pamoja na uongozi wote tunasema asanteni sana na karibuni sana, na Mungu akapate kutubariki. Asante. Haya, mpigie makofi mtumishi wa Mungu huyu ambaye pia ni mwana familia hapa. Asante sana ndugu yangu kwa kukaribisha. Nafikiri tumesikia vizuri vile alivyotuelekeza. Kwa hivyo ukiwa hapa na una tatizo lolote bado, nafikiri ukimwona amevaa nguo nyeupe ambayo inaonekana kwa mbali, unaweza kumtafuta ukamuuliza, ukamwelekeza na atakuelekeza inavyopaswa. Asante sana. Haya basi tunataka tuanze sasa, na naomba niseme hivi, nataka munisikie vizuri. Tumesema hii ni ibada. Kwa hivyo kama umekaa hapa tulipo kwa hizi tense, naomba tafadhali uwe kimya na simu yako iwe silent ama kwa vibration, sababu sasa ni ibada inaanza. Wewe mwenyewe unyamaze, hakuna kuongea na mwenzako, kupiga story, kwa sababu tuko kanisani hivi sasa. Alafu simu yako iweke silent ama uweke kwa vibration, kwa sababu sasa hivi ni ibada. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusimame sasa. Naomba tusimame Utukufu Gospel Band. Utukufu Gospel Band. Naomba tuweze kumtukuza Mungu. Tuweze kumtukuza Mungu kwa dakika 5. Tuweze kumtukuza Mungu. Kila mmoja aliye na nafasi mahali alipo unaweza kusimama. Mwenyezi Mungu amekujalia afya, amekujalia neema, una miguu mizima yote miwili, unaweza kusimama. Basi naomba usimame. Kama kuna mahali pana kuuma, basi unaweza kuendelea kukaa. Lakini kama Mwenyezi Mungu amekupa neema, amekupa afya, amekupa uzima asubuhi ya leo, na mahali ulipo unaweza kusimama kwa miguu yako, tena amekupa kinywa na nguvu za kumuimbia, basi wanabanda wanapotuongoza kwa sifa za dakika 5, naomba na wewe ukaweze kuweka mikono yako pamoja, muimbie Mungu kwa kumtukuza Mungu, sababu ratiba hii imeandikwa celebrating the life of Renalda. Yaani tunasherehekea maisha ya mama vile ameishi mpaka sasa, ili na wewe na mimi siku yangu ikifika maisha yetu yakasherekewe. Tutukufu Gospel Band. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati mzuri, tunataka kumsifu Bwana. Kwa hiyo natarajia upige makofi. Huyu mama kule kanisani alikuwa anapenda sana muziki. Ukisimama mbele ukisifu, mama huyu alikuwa anapiga makofi. Kwa hiyo tumshindikize kwa njia hiyo hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Haya, piga makofi yako jamani.
ila masabakatani. Eloi, 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 lama sabakatani. Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Pigia Yesu makofi mazuri bana. Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Nimekataa masia inapenda baraka mwizi. Shukurani ya Mungu niteke. Amefanya nini masia? Nashangaa. Mimi nashangaa. Mimi nashangaa. Mimi nashangaa. Yesu aliwapa mikate. Yesu alifufua wafu. Alihudumia wajane. Leo anasema apigwe. Leo anasema sulubiwe. Nashangaa. Mimi nashangaa. Mimi nashangaa. Mimi nashangaa. Aya, piga makofi yako ya juu kabisa. Wapi vigelegele kwa Bwana Yesu? Sikia hii. Ukitaka kujua rafiki mzuri wakati wa shida. Marafiki wote wamkimbia Yesu. Yuko wapi Yohana? Yuko wapi Mathayo? Yuko wapi Tomaso? Petro naye anasema simjui. Mimi nashangaa. Mimi nashangaa. Mimi nashangaa. Mimi nashangaa. Mimi nashangaa. Mimi nashangaa. Wapi vigelegele kwa Yesu? Piga makofi yako jamani. Baba yangu, Baba yangu, wasamehe hawajui watendalo. Hey! Baba yangu, Baba yangu, wasamehe hawajui watendalo. Hawajui watendalo. Hawajui watendalo. Hawajui watendalo. Mashi hapa, asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana, tupigie makofi. Na kwa heshima naomba tu wale umetoka Taveta pamoja na huyu ndugu yangu hapa, naomba msimame tu ili tutambue uwepo wenu. Tumpe Yesu makofi mazuri kwa ajili ya kijana.
kuomboleza pamoja nasi. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Mwingine anayefuata, kuna ndugu yangu ambaye ameoa maeneo ya Sagala, ambaye kuna wale wametoka Sagala. Naomba pia tupate mwakilishi na kaweze kutoa rambirambi. Tumpigie Yesu makofi anapokuja. Alafu pia wale wa kutoka Kirinyaga, tafadhali pia wajitayarishe. Baada ya huyo tutapea nafasi. Karibu sana. Tumeweza kusimama. Nasema pole kwa familia hii, na hiyo ni kwa niaba ya familia kubwa ya Mgalo kwa ujumla, mali tumetoka sisi kule. Wale wote ndugu zetu wa hapa kwa familia hii, hasa Mzee Abson na ukoo wake mzima, pamoja na familia kubwa ya hapa Rabai, tunasema pole sana. Kwa ujumla tumepoteza sisi wote. Tuendelea kufarijiana, na mfariji mkubwa sana tunasema ni Mwenyezi Mungu pekee. Sisi wengine lazima tuamini kwamba hiyo kitu itatokea. Kifo kiko, maana kiliumbwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe. So ni vile ndugu yangu aliyetoka amesema, tukufarijiana, kupatiana nguvu na moyo, lakini tukielewa kwamba ni kujitayarisha. Hii ni safari ya kila mtu. Kwa sasa hii nasema pole sote kwa ujumla. Asante sana. Asante sana. Mungu akubariki. Na wale wote wametoka Sagala, naomba wasimame, tambue uwepo wenu. Haya, tumpe Yesu makofi mazuri kwa ajili yao. Asanteni sana na karibuni sana kwa kuja kulia pamoja nasi. Mara nyingi kama kuna sherehe, kwa mama ananiambia kata nguo, yani tunakata manguo ya kufanana. Kila sikukuu Mama Rena siku ya Idi zote lazima aende nzuri ambayo na yeye kama dadangu ameishi ananiambia wachie juzi tarehe 10 Januari ananiambia dadangu si nzuri. Tukakaa sana mpaka jioni, mimi nikaondoka. Ndio hapo mama kesho yake nikapigiwa simu, nikaambiwa mama amepelekwa hospitali. Hiyo siku mimi nilimfuata, nikakaa naye mpaka saa 2 usiku. Ilikuwa mimi ndio naongea, lakini yeye anaitikia tu, mimi nilikuwa nimemshikilia mkono. Lakini nilikaa siku 4 hivi, nikapigiwa simu, dada ameondoka. Rest in peace my sister. Pole sana, poleni sana marafiki, na pia asanteni pia kwa kuja kuweza kulia na jamii, kuzidi kuonyesha urafiki huo. Kama mmemsikiza vizuri mama, ni kwamba mama yetu pale Renalda alikuwa na urafiki wa vitendo. Unajua kuna urafiki wa unafiki na urafiki wa vitendo. Urafiki wa please call me. Ukiwa na shida ndio unamtafuta rafiki yako. Ukipika chapati wafunga mlango, ambia watoto wako wasicheze nje. Jamaa anywa uriche. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana, pigia makofi mama yetu anapokuja kwa kumwakilisha gavana. Karibu sana. Karibu sana. Asante sana mtumishi wa Mungu. Familia ikiongozwa na Bwana Abson Care na watoto wako wote, familia kutoka Taveta, watumishi ama kanisa ambao tumewakilishwa nayo leo, wakazi wa hapa Mwawesa, viongozi wote, administration yote, KMTC staff, Ministry of Health. Bwana Yesu asifiwe. Alikwe Jesu. Naam. Kwa majina mimi naitwa Carol Maku Kalume almaarufu Cheupe.
Mimi ni Chief of Staff katika ofisi ya gavana wetu mpendwa Gideon Maitha Mung'aro, na vile vile mimi nilikuwa MCA wa kuchaguliwa kwa kura hapa Mwawesa. Leo hii kwa niaba yangu na familia yangu, kwa niaba ya wazazi wangu ambao wako hapa pamoja na mimi siku ya leo, Reverend Gladys Kalume na Pastor George Kalume, kwa niaba ya governor wetu mstahiki Gideon Maitha Mung'aro, na kwa niaba ya mbari zangu ya Mwamoni na Pagala, tunasema pole 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 jamii kwa kumpoteza mama. Hakika kifo kina uchungu, kifo hakizoeleki, na ndiposa tuko hapa siku ya leo kutoa faraja zetu, kusimama na nyinyi kimaombi. Na tumeweza kusikia wasifa zote za mama. Mama ni jirani yetu hapa, mimi ninaishi tu pale. Mama alikuwa mcha Mungu, mama alikuwa mama mwenye upendo, mama alikuwa mama mwenye kupenda maendeleo. Hakika Mwawesa tumepoteza, Mwawesa tunalia, Rabai tunalia, wingu la simanzi limetanda siku ya leo hapa Mwawesa. Hatujui tumkimbilie nani, lakini tunaye Mwenyezi Mungu ambaye anatupa faraja siku ya leo. Katika kitabu cha Isaiah 41:10, Mwenyezi Mungu anaelewa ile hali tunayoisikia siku ya leo. Mwenyezi Mungu anaelewa ule uchungu tunaosikia siku ya leo. Ndiposa anatuambia katika kitabu chake kitakatifu kwamba musiogope, manake niko pamoja na nyinyi. Musifadhaike, manake mimi ni Mungu wenu. Nitawashika kwa mkono wangu wa kuume, nitawatia nguvu na nitawasaidia. Familia letu ni kuachia faraja kutoka kwake Mwenyezi Mungu. Siku ya leo najua tumeketi hapa, ni wengi wamevunjika moyo, wengi wamekosa matumaini. Nzige ni mnyama mharibifu sana. Nzige ni mnyama ambaye anaweza kukupa hasara kubwa. Labda nzige amekula matumaini yako, labda nzige amekula furaha yako, labda nzige amekula ndoa yako, nzige amekula hata biashara yako. Lakini niko hapa siku ya leo kukupa a message of hope kwamba tuko na Mungu wa uregesho. Mwenyezi Mungu anaenda kuturegeshea yale yote ambayo tumekosa. Mwenyezi Mungu anaenda kukupa tumaini, lako ni kumwamini tu Mwenyezi Mungu. Mimi leo ninapenda venye program inaendeshwa. Hapa hakuna cha siasa. Hapa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa yaliyotokea na pia kumwombea familia ambayo iko hapa siku ya leo. Mimi sina mengi, langu ni kuombea familia. Mwenyezi Mungu azidi kuwafariji, na kwa mengi ama machache, wacha moyo wa mama wetu mpenda iweze kulala mahali pema alipojichagulia yeye mwenyewe. Sitaketi muda mrefu, na ngojewa kwenda Kaloleni, na ngojewa kwenda mpaka zile sehemu za Tezo. Kama mnavyojua, mimi ndiye mwakilishi wa kina mama anayeingia 2027, God willing, inshallah. Thank you. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea vizuri. Naomba usimame kwa miguu yako sasa. Naomba usimame kwa miguu yako. Utukufu Gospel Band wanapotuongoza kwa wimbo. Naomba usimame kwa miguu yako sasa, sote tuweze kuimba tunapoendelea na ibada. Utukufu Gospel Band. Tufani napofuma sana moyoni mwangu, huona pa kujificha mikononi mwake. Unificha, 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 adui atanipata. Unificha, unificha mikononi mwake. Baba unificha, 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 adui atanipata. Unificha, unificha mikononi mwake.
tabu, zanisongeza kwake, naijua si hasira, ni ya mapenzi yake. Mengine kuna tabu, zanisongeza kwake, naijua si hasira, ni ya mapenzi yake. Unificha, unificha, adui atanipata. Unificha, unificha, mikononi mwake. Unificha, unificha, adui atanipata. Unificha, unificha, mikononi mwake. Adui wakiniudhi, nami nikisumbuka, Mungu atavigeuza vyote viwe baraka. Adui wakiniudhi mimi, nami nikisumbuka, Mungu atavigeuza vyote viwe baraka. Unificha, 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 adui atanipata. Unificha, unificha, mikononi mwake. Unificha, 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 adui atanipata. Unificha, unificha, mikononi mwake. Nisipo duniani ni tufani daima, anilindapo rohoni nitakaa salama. Nisipo duniani ni tufani daima, anilindapo rohoni nitakaa salama. Unificha, 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 adui atanipata. Unificha, unificha, mikononi mwake. Sema unificha, 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 adui atanipata. Unificha, unificha, mikononi mwake. Unificha, 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 adui atanipata. Unificha, 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 adui atanipata. Unificha, unificha, mikononi mwako. Amen. Unaweza kukaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea vizuri na mimi najaribu kung'ang'ana na ule muda ambao nimepewa. Kwa hivyo na wewe nikikuita hapa, naomba uheshimu muda. Nimesema tuko katika ibada
na nimesimama hapa kama mtumishi wa Mungu. Kwa hivyo ukienda nje ya vile nimekuagiza unajitakia mengine. Nitaita Kenya Medical Training College, na nitakapoita Kenya Medical Training College kuna mwakilishi wao Principal Madam Riziki, alafu zile KMTC zote tutasimama, yeye peke yake ndio nitampa nafasi azungumze kwa dakika 3, 4 kizidi 5. Alafu Ministry of Health Daktari Amos Lenge pia atasimama, na wale madaktari wote ambao wanafanya kazi ama Ministry of Health yote mtasimama, mtaongoza. Yeye ataongoza hicho kipindi, Dr. Amos, na KMTC zote our principal Madam Riziki nitakupa hiyo nafasi, na akisimama Madam Riziki, KMTC zote ambazo ziko hapa mtasimama, yeye peke yake ndo atazungumza on behalf of all KMTCs. Alafu Dr. Amos atazungumza on behalf of the Ministry of Health. Kwa hivyo karibu madam, karibu sana. Shukran kwa kutukaribisha hapa. Wakubwa kwa wadogo, habari zenu? God is good all the time. Asanteni. Ni wakati wa huzuni kwa KMTC. Kusema kweli, Mr. Charo amekuwa ndugu yetu, amekuwa baba yetu. Pia sisi kwa leo tuko na pigo kubwa, lakini kama mnavyojua watu wa afya, ukifiliwa kila saa nakwambia wewe jipe nguvu, si ndio? Lakini kumbe huwa mwiba hauja kudunga. The moment ni wewe, ile nguvu inapotea. Kwa hivyo sisi kama wana KMTC tumekuja hapa kwa niaba ya KMTC yote Kenya nzima, kuanzia CEO wetu, kuanzia wakubwa wetu, deputy directors na kila mtu. Tuko hapa leo kuomboleza na mwenzetu. Kwa hivyo hapa tumekuja na wanafunzi pia, na tulikuwa tumesema wako na nyimbo yao wangeomba kuomboleza na mwalimu wao. Mr. Charo ni deputy principal wao, amewabeba kama baba yao, na pia alikuwa mkubwa wa CU pale akiwaongoza kwa maneno ya kiroho. Kwa hivyo walikuwa wanaomba kwanza waweze kuimba nyimbo yao. Kwa hivyo kwa wakati huu ningeomba wana KMTC wote, walimu kwa wanafunzi, tusimame tuweze kuimba ile nyimbo tulikuwa tumeahidi kuomboleza nayo. Samson, where are you? Tunaomba KMTC yote. KMTC ni moja. Najua na Taveta, tuko na Mombasa, tuko na Msambweni. Ijapokuwa nyimbo ilikuwa imeandaliwa na Kwale, lakini sote ni watu wa moja. Ni nyimbo tulichagua ambayo kila mtu anaijua. Yeah. Bwana Yesu asifiwe. Cha kutumaini sina ila damu yake Bwana, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Cha kutumaini sina ila damu yake Bwana, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Njia yangu
ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha. kwake Yesu nasimama, Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. nikiitwa hukumuni, Rohoni nina amani, nikivikwa haki yake, sina hofu mbele zake. kwake Yesu nasimama, Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. kwake Yesu nasimama, Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Thank you team. Kwa hivyo hawa ni wana KMTC na tuko hapa kuomboleza na tunasema poleni sote. Kwa hivyo kwa sasa wanavyoenda kukaa, ningeomba tuanze na wanafunzi waende wakae. Hao ndio wanafunzi wa Kwale KMTC. Tunaomba wanafunzi mpate kukaa. Hao ndio wanafunzi wetu, na sasa tuko na staffs tuliobaki, na staff hawa wako kutoka campuses tofauti tofauti. Kwale County kuna KMTC 2 na ya kwanza ile tunaiita sister KMTC ni Msambweni. Ningeomba MTC Msambweni mpige bye bye as you are going to sit. Just wave to the people. Thank you. Our sister campus. Hapa pia tuko na KMTC Taveta. Unajua Kwale inafundisha public health na Taveta pia inafundisha. Kwa hivyo hawa ni mandugu sana na wamesema hatuwezi tukaacha mwenzetu akawa peke yake. Kwa hivyo KMTC Taveta tungeomba msalimie na muende mkae. Asanteni. Pia tuko na KMTC Kilifi, si ndio? Oh, Potrizi, sorry. Potrizi iko tu hapa karibu na ni wenzetu. Wakasema Kwale msiba hii si yenu peke yenu, tuko pamoja. Kwa hivyo Potrizi, tumeshukuru, salimieni watu na muende mkae tafadhali. Yes, niko na mzee hapa ananismailia. Anatoka Kilifi campus. Huyu tuseme ni mzee, ameanza kazi toka wako wavulana na Mr. Charo. Wamekaa Matuga, wameenda Msambweni, wakakuja Kwale, yeye akamalizia Taveta, sasa amerudi nyumbani Kilifi kidogo ajipange pange na retire. KMTC Kilifi, salimia watu na tunaomba uenda ukae. So, mimi Kwale campus kusema kweli sijakaa sana. Huu ni mwezi wangu tu wa 4. Kwa hivyo siwezi kusema nimekaa na Mr. Charo sana, ijapokuwa tulikuwa tunakutana tukiwa campuses tofauti. Kuna yule mtu amekaa na Mr. Charo miaka na vikaka, tunawaita vigogo. Kwa hivyo ningeomba Mr. Athman, on behalf of all the KMTCs, you come and give our speech. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Huyu madam ni mchokozi. Wanamjua Charo in and out. Sasa leo amemruka. Mimi naitwa Athmani Mgumba kutoka KMTC Msambweni campus, na kwetu ni huko Digo, lakini wale wanaofahamu Uafrika jina la Mgumba haliko Digo. That is a subject for another day. Nitakuja elezea nilitoa wapi. 2024 mwezi wa Disemba tulikuwa eneo la huku tukimsindikiza mama yake principal wa
portrays Bwana Festus Luambi. Leo tuko hapa tukimsindikiza kipenzi wa Bwana Abson Charo. Let me start by saying this. In death, there is a divine communication. And I'll explain why I'm saying this. In 2019, mimi napenda kusoma magazeti sana. Huwa nanunua Standard na Nation, particularly weekend. That day I bought, it was on a Sunday, but kila nikisoma hizo namba sizioni. Na sio kwa ati niko na shida ya macho, but there was a divine message coming. Sikumaliza kama dakika 5, I received a call from my nephew. Ananiambia, mjomba, nyanya ametuacha. Huyo nyanya yake ndiye my late mother. Juzi, on 17th, mimi hupenda kulala mapema sana. Lakini hiyo siku hiyo nilisikia usingizi hauji. At around 9:42 PM, nika receive message ya Madam Principal. Akaniambia, rafiki yako, mfanyikazi mwenzako, Bwana Abson Charo amefelewa na mkewe. I told my madam anawajua hii family, my madam siwafichi, she cried. Hata huwa anamuita Charo daddy, hata akimwona Charo huwa anamwambia shikamoo. So Bwana Charo, pokea rambirambi za kutoka kwa mwanao Madam Asma. Pili, nilimjua Charo lini? Charo nilimjua in spirits before I knew him physically in 1985-86 there. When I was in KMTC Nakuru campus, while Mr. Charo was in Old Nyanza. Siku hizi inaitwa Lake Victoria campus. Later on, still in spirits, Mr. Charo alipostiwa Mandera in 1986 there. Mimi nikapostiwa Garissa. Sote tulipelekwa hardship area. So, that was knowing Charo in spirit. When did I know Charo physically? I knew Charo physically in 1995. When I saw two gentlemen coming, I'm the one who received them. Mmoja anaitwa Fredrick Kailo Mwakidudu, ndiye yule pale, na Bwana Abson Charo waliripoti. Charo alikuwa Mambrui, Kilifi huko, na pamoja na Mr. Kailo waka report KMTC Matuga. Tulikuwa tunaekwa na Government Training Institute, wakati siku hizi inaitwa Kenya School of Government. So from that time, it's a long time, 1995 to date, Mr. Charo hali za kuuguza mkewe nazifahamu zote. And my brother, I'm strong, but you are more stronger than me. I was your boss, but you are more knowledgeable than me. Mungu akufariji. On behalf of the CEO, on behalf of the 9 campuses of Coast Province or Coast Region, tunatuma rambirambi zetu kwako na familia yako. Tumebebana na wewe. Sometimes ilikuwa nikikuja kwa ofisi yako. You have been my deputy till 3rd October 2025. And hakuna hata siku moja unless ulinificha, because all the letters from headquarters, they pass through the office of the principal. Hakuna siku niliforward letter ya show cause why a disciplinary action should be taken against you. Despite the hard work and the difficult moments ulikuwa unamuuguza kipenzi Riziki. Wewe Mungu akupe faraja. Sisi hatuna la ziada. Tunasema prayers are the weapon of the believer. Yetu ni maombi, na Mungu akufariji, na tuko pamoja na wewe. Pore, pore, pore. Asante sana, pigeni makofi hao.
Madam Riziki ni mwalimu na wale wamekuwa hapa ni walimu na unaona vile wame lesson plan vizuri. Kwa hivyo naomba nikukita hapo uje na lesson plan yako. Daktari Amos na Minister of Health, tafadhali sasa naomba uje na wewe pia uweza kutambulisha na mwisho uongee kwa niaba ya Minister of Health. Pigia makofi daktari anapokuja. Asante sana daktari. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kama mlivyosikia, kwa jina naitwa Amos Ndenge. Mimi ni Public Health Officer nikisimamia gatuzi la Kilifi. Nataka kuchukua nafasi hii kwa niaba ya county government ya Kilifi na zile county majirani Mombasa, Kwale, Tana River, Lamu na Taita Taveta. Watu wengi ambao ni public health officers wamepitia mikono ya Mzee Abson. So katika zile WhatsApp group, nimekuwa katika hizo group, nimeona watu vile wamelia na mzee. Kwa hiyo nataka kutoa risala za rambirambi kwa niaba ya hao, lakini sitaendelea. Niko na mwakilishi ambaye ametumwa, ambaye amevaa kofia nyingi, atazungumza alafu nitamalizia. So ndugu, karibu. Bwana asifiwe. Asalamu alaikum kwa wale Waislamu wenzetu. Kwa majina mimi naitwa Davis Mwachiro, na hili jina la Mwachiro limekuwa likileta utata. Maana nakumbuka hata interview yangu ya kwanza nilifanyia Coast General, nilikuwa naulizwa hili jina umelitoa wapi? Maana wakati nilipokuwa naulizwa natoka wapi, nilisema natoka Taita. Na hili jina la Mwachiro umelitoa wapi? Lakini hapo niliumauma mdomo na interview nikapita. Nashukuru Mungu. Sasa kwa leo tumekuja hapa kwa sababu ya kuomboleza kifo cha mke wa Mr. Charo, na tunamwambia Mr. Charo pole, familia nzima poleni, watu wa hapa Rabai poleni, KMTC poleni, wanafunzi poleni. Yote haya ni mambo ya Mwenyezi Mungu, na Mr. Charo tunakufariji, lakini Mungu ndiye mfariji mkubwa. Kwa hivyo endelee kumtegemea, atakuinua na atakupatia nguvu. Asante sana daktari. Pigeni makofi daktari pamoja na wizara nzima ya afya kwa kuweza kuleta salamu zao za rambirambi. Sasa tunaendelea vizuri. Sasa nataka niingie kwa upande wa watoto wa Mzee Abson. Kuna mahali wanasomea, wengine kuna mahali wanafanya kazi. Kwa hivyo nitatambua hivi vikundi, na nikitaja kikundi mnasimama nyote pamoja na yule mtoto ambaye yuko katika hapo, kama ni college, kama ni university, kama ni kampuni, ama ni kazini, alafu mmoja wenu tu peke yake ndio. Basi hawa ni Coast General pamoja na Rabai Nurses Welfare, waliwahi fanya kazi na ndugu yangu Anderson. Kwa hivyo nitapatia mmoja kutoka Coast General na Rabai Nurses. Taanza na Coast General. Praise God. So kwa majina anaitwa Festus Kenga. Anderson ni kama kakangu mdogo, na fortunately it happened I was the primary nurse when the mother was taking the last breath. Mimi ndo nilikuwa na msafisha ile figo, na bahati mbaya pressure yake ilikuwa iko chini sana, na tukajaribu ya uwezo wetu, lakini akalemewa kabisa. So kama County Government of Mombasa, Coast General Hospital, tumekuja kuomboleza na yeye. Ni mwenye tumekuwa na yeye tangu time ya COVID. So tumefanya kazi na yeye before he went for military. We were together in COVID for almost 2 years, and tulikuwa tunajipea moyo sote time ya corona. So we were very strong and he was very strong. But hata ile nguvu yake yenye tunamjua ako strong, but alivopata ile habari kwamba mamake alivyoona ile monitor pale imechora assistant, that heart was flat
Anderson karibu anguke chini, but I was there for him. We tried our best, tukambeba, tukampeleka kwa ofisi ya mkubwa wetu pale. And all said and done, poleni sana familia. Sisi kuroho hugiriama nukalafu na pana sana moyo wakati mko mzao. Kwa hivyo rahai arabai kalani pore, na kuna kitabu kutoka kwenye Biblia. Mimi sina ukofu kitende bule. I'm a Catholic, but I'm not a strong Christian. But there is a book that I always read, the book of Isaiah. Isaiah, hata kama hujaokoka, lakini kitabu cha Isaiah kama unakisoma, it gives a lot of hope. Inapeana moyo na matumaini. So kuna kifungu chenye I think 41:10. Nasema, usiogope, do not fear, for I am your God. Naona. Kwa hivyo Anderson, pole sana for the loss of mom and the entire family. Nasema pole. Na pia tumembo kuna nurses welfare kwa hapa. So we have tuko na nurses hapa all of us, na there's one kuna yani the whole team of course general. So alipotoka pandi ya kule tulitengeneza kitanda Makadara haraka haraka, tukapata ile nafasi pale kwa sababu tuendeleza ile huduma. And the whole team, the whole brigade of friends of Anderson, they were there. Hata wengine walikuwa hawalali because of Anderson, because they have been a great friend with us up to 2020, I think late 2021 alivotoka Coast General, but now the bond remains. Kwa hivyo kwa familia tunasema pole, na kwa niaba ya Coast General ICU we say sorry. Those guys who were them in shift wamewambia wako kazi, wengine wametuma salamu zao za pole za rambirambi for Anderson and the entire family. And Mr. Abson, you are very strong. Even when Dr. Njuguna was breaking the news to you, you were very, very strong. Very, very strong. We were even wondering, na babake anakaa aje? Mbona hata, because he was very strong for the son and the daughters when walikuwa wako pale. So that being strong, endelea hivyo hivyo na usivunjike moyo na familia. Na tunajua wakati kama huu mgumu, sometimes the time of death, it normally brings a lot of issues. But we understand that if there is hope and there is harmony, it reigns. Kwa hivyo nafukaleni pore hosini ya fererwa funavoya madzo wakati huu mkomu wa hii family na pavisho unamanya kuria kwe hugriamani beno kalafu na nama no manji sana pavisho namba afukale pore hosini mama ende ambata kwa nambere za hachi na afukale hosini hangwenga tafugonye shughuli kunangi na machera manaza kungula Coast General makwenye jamu ko bonje pavisho fudirafu mpige Anderson wewe hufungura kituro koje nafukale pore hosini. Asanteni sana. Kuna msemaji wa Rabai Nurses? Tushamaliza. Karibu sana madam. Angalau tusikie sauti ya madam. Tumesikia sauti ya Mugiriama Yunara namba kama simkwafu atende. Alana manya kitabu off head. Uwehu. Bwana Yesu asifiwe. Hamjambo. Kabla niongee, mimi natoka Rabai Nurses Welfare. Kabla niongee, ningependa wenzangu ambao nimekuja nao wa Wave, tumekuja kuomboleza na Anderson. So kabla niongee, wenzangu wa Wave. Kwa majina naitwa Witness Riziki Wesa. Naona kina Riziki leo ni wengi. Huku ni nyumbani. Tukiwa katika hiyo welfare ya Rabai Nurses, mimi na hudumu kama vice chair. Anderson ambaye tumemfuata na hudumu kama secretary. Na wakati tulipata habari hizi za kwamba ameachwa na mamake, sisi pia tulihisi kama tumeachwa. Na ndio maana leo hii tuko hapa kuomboleza na mwenzetu Anderson. Sisi huku ni nyumbani, sisi ni Warabai. Tulikuja tukasema let's narrow the welfares down kwa mashinani. So hata kama kuna nurses ambao ni Warabai hapa, tunaomba kwamba mtutafute tujiunge. Tulianza hii welfare, ni mtoto ambaye alizaliwa last year na tunasonga mbele kwa nguvu sana.
Tunataka kusimama pamoja kama nurses wa Rabai na tusonge kwa kila jambo, kwa raha, kwa shida na kila lolote lile ambalo tunapitia kama nurses wa Rabai. Asanteni, na ni hayo machache. Asante, basi mnaweza kurudi kuketi, tuwapigie makofi pamoja na Rabai Crew Welfare. Naomba mje hapa nyote kwa pamoja. Ningeomba kuita dadangu Mary akuje kutusomea tribute tukiwa tumemalizia rambirambi zetu. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Mary Kuvuna, nyumbani ni Rabai Voroni, kalamu nasikia kwa maridadi. Ningependa kusoma rambirambi zetu kwa niaba ya Rabai Crew. Kwa niaba ya Rabai Crew Welfare, napenda kutoa pole kwa familia ya Birena Care kwa kuondokewa na mpendwa wenu. Kwa mdau wetu Anderson Mkuzi, mawazo na maombi yetu yapo pamoja nawe. Kumbukumbu za mama yako kipenzi zikufikie, faraja katika kipindi hiki cha majonzi. Mama yako mpendwa apumzike kwa amani ya milele. Wako mwaminifu, Rabai Crew Welfare. Poleni sana kwa familia na Mungu aendelee kuwafariji. Asanteni. Tuwe pole sana na roho ya mama yetu ikalale mahali pema peponi alipojichagulia. Asanteni sana. Asante sana, pigeni makofi hawa. Tusimame sote tunapoongozwa na wanaband katika kumsifu Mwenyezi Mungu kwa dakika 3 tu, alafu tuingie kipindi cha tributes. Simanzi zimetawaza, umelala kama utamka. Hivi ni kweli umeondoka, umetuacha kama machozi yangeweza kukwamsha. Leo ungeamka shujaa. Waheri, waheri, waheri. Simanzi zimetawaza, umelala ni kama utamka. Hivi ni kweli umeondoka, umetuacha kama machozi yangeweza kukomsha. Leo ungeamka shujaa. Kwaheri, kwaheri. Tuonane, tuonane milele. Tuonane bandarini kule. Tuonane, tuonane milele. Tuonane bandarini kule. Maamuzi ya Mungu ni magumu kupokea, hili nalo ni gumu japo tumelipokea, lakini hata hivyo utabaki kuwa Mungu, utabaki kuwa Mungu. Maamuzi ya Mungu ni magumu kupokea, hili nalo ni gumu japo tumelipokea,
tonane bandarini kule. Anagadima gosini Jesu, anagadima gosini Jesu, anadima anagadima gosini Jesu, anagadima gosini Jesu, anadima anagadima gosini Jesu, anagadima gosini Jesu, anadima anagadima gosini Jesu, anagadima gosini Jesu. Unaweza kukaa sasa, tunaenda kwa tributes. Tunaenda kwa tributes sasa, nipate za marafiki, friends. Yule ambaye basi amewekwa kwa ajili ya kutoa tribute za marafiki, basi naomba aje, na ikiwezekana pia awe na mwenzake. Unajua kusoma tribute si rahisi, ila akilemewa aweze kumsaidia. Naomba pia awe na mwenzake kusimama nyuma yake, kwa sababu wakati mwingine hisia uweze kuzizuilia ili uweze kumsaidia anaposoma tribute hiyo. Naomba sote tuwe makini tusikize, alafu tutaenda kwa daughters, alafu sons, alafu the husband. Tribute from a friend. Dear friend, you are a woman of kindness, humility, and compassion. Your friendship was a blessing, and your generosity touched many lives. You welcomed everyone with warmth and always offered help without hesitation. We will remember your cheerful spirit, wise counsel, and loving heart. Though you have departed from us, the memories we share will remain forever in our hearts. Rest in peace, dear friend. We will be greatly missed. Asante sana. Asante sana. Jipe nguvu. Asante kwa kumsaidia. Tunaendelea vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuende kwa daughters, mabinti tribute kwa ajili ya daughters. Asante sana. Assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi naitwa Sofia Ali. Ni rafiki Sofia, tulikuwa naye KMTC Nairobi. Nasema naitwa Sofia Ali, ni rafiki yake Sofia. Tulimaliza naye Nairobi campus. So, tribute from the daughters. Our dear mother, you are our first teacher, our greatest supporter, and our best friend. You taught us value of love, respect, and perseverance. Your gentle words and warm embrace always gave us strength, even in difficult times. You guided us with wisdom and corrected us with love. We will forever cherish the lessons you taught us and the sacrifices you made for us. Though our hearts are broken, we thank God for the precious time we shared with you. Rest peacefully, Mom. Your daughters will always love and remember you.
Thank you everyone. Asante sana, tumpigie makofi kwa kusoma na kusimama kwa ujasiri. Asante sana dadangu. Twende sasa kwa tribute ya The Sons. Tumpigie makofi pia anapokuja kusoma tribute kwa ajili ya watoto wa kiume wa mwenda zake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Nipungie mkono namna hii kama unaniona. Aliko Yesu. Bwana Yesu kaso. Kwa majina naitwa Daniel Wayu Mganga, na la ajabu ni kwamba nimeokoka na Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Amen. Ninafanya kazi na Anderson. Ni rafiki yangu, ni ndugu yangu. Tulijuana mahali mbaya sana huko Boni Forest na tukazidi kuwa marafiki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na leo nikapewa nafasi ya kusimama kama kijana kwa hii familia. Hallelujah. Amen. So nitasoma kama ilivyoandikwa. Tribute from the Sons. Our dear mother, you are our pillar of strength and our greatest inspiration. You believed in us even when we doubted ourselves and encouraged us to become better people. Your prayers, advice, and unconditional love shaped the men we are today. Though you are no longer physically with us, your voice, values, and love will forever guide our paths. We will honor you by living according to your principles you taught us. Rest in peace, Mom. Your sons will never forget you. Amen. Mungu awabariki sana. Amen. Asante sana ndugu. Nimesahau kusema kwamba mimi pale kwa jeshi ninafanya kazi mbili, moja mtaamini, nyingine hamtaamini pengine. Mimi ni firefighter. Ya pili mimi ni mchungaji. Amen. Mungu awabariki sana. Amen. Mchungaji tena mganga aliokoka. Ni neema ya Mungu. Hiyo ni neema ya Mungu. Asante sana. Haya, tribute ya husband. Thank you so much. Kwa niaba ya bwana ya aliyelala pale, mimi ndio nitasoma attribute yake. So this is attribute from the husband. My beloved wife, you are a true gift from God in my life. You are a loving, faithful, and supportive partner who stood by me through every season. Your kindness, wisdom, and patience made our home a place of peace and love. You cared deeply for our family and sacrificed so much to ensure our children grew in love and discipline. Your absence has left a great emptiness in my heart, but your love and memories will live with me forever. Rest in eternal peace, my dear wife, until we meet again. Amen. Amen. Pigia makofi. Madam Principal amekuwa mkakamavu na nguvu kabisa. Asante sana Madam. Tuweze kuisikia historia. Karibuni sana dada zangu. Kwa majina naitwa Renalda. Historia ya maisha ya marehemu Renalda Nyambo. Marehemu Renalda Nyambo alizaliwa tarehe 14 Januari 1969 katika kijiji cha Kitobo, Taveta, katika familia ya Bwana Nyambo Mwalimu na Bi Sofia Mkaikamba. Alikuwa mtoto wa 7 katika familia hiyo. Alikuwa ni ndugu wa Rose Nyambo, Rita Mgoi marehemu, Fabian Kiriga marehemu, Lodovic Mwaluma, Safroza Mkiva marehemu, Adel Bet marehemu na Godisia Mkamburi marehemu. Elimu na malezi ya maadili. Marehemu Renalda alipata elimu yake ya msingi katika shule ya msingi ya Kitobo, ambako alilelewa katika misingi ya nidhamu, heshima na maadili mema yaliyomuongoza katika maisha yake yote. Maisha ya kazi na huduma kwa jamii. Katika maisha yake ya kila siku, marehemu Renalda alijishughulisha na kilimo na biashara. Alifanya kazi kwa bidii, uaminifu na unyenyekevu ili aihudumie familia yake na kuchangia ustawi wa jamii inayomzunguka. Ndoa na familia. Kwa neema ya Mungu, marehemu Renalda
Aliingia katika ndoa takatifu na Abson Care mwaka 1990 na ndoa hiyo ilibarikiwa kanisani mwaka 2014. Mungu alimbariki katika ndoa yao kwa watoto 6: Joyce Zame, Anderson Mkuzi, Esther Mnyanzi, Sofia Mkaikamba, Connie Kwekwe na Michael Mbaka, pamoja na mjukuu mmoja Liam Care. Aidha, kwa moyo wa upendo wa Kikristo, marehemu Renada alikuwa mzazi mlezi wa Jacqueline Mnyanzi, aliyemlea kwa upendo na kuwajibika kama mtoto wake mwenyewe. Maisha ya amani na huduma kanisani. Marehemu Renalda alikuwa mshiriki kamili wa kanisa la Anglikana katika kanisa la Mtakatifu Filipo Mawe Mabomu. Alikuwa mshiriki mwaminifu wa umoja wa akina mama Mothers Union na mshiriki hai wa Jordan Fellowship, mojawapo wa vyama vinavyotambulika kanisani. Katika maisha yake ya imani alijulikana kwa uaminifu, unyenyekevu, subira na upendo, akishiriki kamilifu katika ibada ya huduma mbalimbali za kanisa kwa utukufu wa Mungu. Ugonjwa na mwito wa kwenda kwa Bwana. Katika maisha yake duniani, marehemu Renalda alisumbuliwa na ugonjwa wa arthritis ya rheumatoid, shinikizo la damu na kisukari. Mnamo tarehe 13 Januari 2026 aliugua ghafla na kupelekwa katika hospitali ya Pandia Memorial, ambako alilazwa na kufanyiwa vipimo vya kitabibu na kubainika kuwa na jeraha kali la figo pamoja na kushindwa kwa ini kufanya kazi. Tarehe 14 Januari 2026 alilazwa katika chumba cha wagonjwa mahututi ICU kwa matibabu maalum. Tarehe 16 Januari mwaka 2026 alihamishwa hospitali kuu ya Pwani Makadara kwa ajili ya kupatiwa huduma ya dialysis, akiwa chini ya uangalizi maalum wa kitabibu. Hatimaye kwa mapenzi ya Mungu, tarehe 17 Januari mwaka 2026 majira ya saa 3:30 alasiri, Bwana alimuita mtumishi wake apumzike, na roho yake ikaenda kukaa mikononi mwa Muumba wake. Hitimisho. Tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya maisha marehemu Renalda Nyambo. Katika huzuni yetu tunafarijiwa na tumaini la Kristo Bwana. Ikiwa tumeshiriki katika kifo cha Kristo, tutashiriki pia katika ufufuo wake. Tunamkabidhi mikononi mwa Mungu Mwenyezi, tukiamini kwamba atatufufulia siku ya mwisho kwa neema ya Bwana Yesu Kristo, Bwana aliyetoa na Bwana ametwaa. Jina la Bwana lihimidiwe. Amen. Asante sana kwa usomaji huo mwema. Mungu awabariki sana. Kuna maneno hapo makubwa makubwa yameandikwa, lakini wameyatamka ipasavyo. Ingekuwa ni wewe ungekuwa umejikungua meno, lakini wamejaribu sana, wameyatamka vizuri. Basi tupate kanisa, historia kutoka kwa kanisa, mama yetu Chair Lady wa Mothers Union St. Philip's SK, na pia vile vile Vice President wa Mothers Union wote Mombasa Diocese, Mama Jessica Heba. Basi niweze kumkaribisha kwa ajili ya historia ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Basi ninamshukuru Mwenyezi Mungu mchana wa leo
kwa wema na fadhili zake ambazo ni mpya kila asubuhi. Nimesimama kwa ajili ya kuongea historia fupi kwa ajili ya mpendwa wetu, dada yetu, rafiki yetu, Mama Riziki, Mama Rena Riziki Kea. Majina yangu ninaitwa Jessica Heba, nimeokoka, ninampenda Yesu, na nitazungumza kwa ajili ya kanisa la Mtakatifu Filipo Mawe Mabomu. Naona hapa historia ya kanisa ilikuwa imeandikwa tayari, lakini naomba kusisitiza. Bwana asifiwe. Mama Riziki akiwa ni mshirika mshupavu katika kanisa letu, amekuwa ni mama wa kupenda ibada, na niko na ushuhuda kwa sababu nitasema ameokoka, maana lolote ambayo ilikuwa niliendelee kama mshirika ama kama mokofu alikuwa akifanya. Kuwa mshirika katika kanisa mpaka wewe unalipa membership, na yeye alikuwa mstari wa mbele kulipa membership yake, na alikuwa ni mama, alikuwa hapendi kelele. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tulikuwa tukikutana, watu wakianza fujo, yeye anawaambia mimi sipendi kelele. Na kwa ajili ya hiyo tunaona alikuwa ni mama mnyenyekevu, ni mama mpenda wenzake, ni mama alikuwa hana kesi na mtu. Bwana asifiwe. Si yule mama utamsikia mara na kusema hivi. Kama kiongozi hakuna hata siku alinifata na kuniambia kesi ya mama mwingine, lakini amekuwa mama wa mstari wa mbele kwa kila jambo ambalo linahitajika kufanywa. Amekuwa mshirika wa Jordan, na zile shirika ninasikia kwamba alikuwa hakosi. Ibada zote za Jumatano alikuwa hakosi. Lakini wakati alipokuwa amelemewa, mimi alikuwa akinieleza kwamba ninaona sitaweza, lakini tulikuwa tunaendelea kumuombea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Ninasikia niko na moyo mzito, lakini naomba Mungu anitie nguvu. Ilikuwa siku ya Jumatatu asubuhi. Nilikuja hapa na mapema sana kwa sababu nilikuwa nimesikia hasikii vizuri. Na nilipokuja kumuona, aliniuliza swali ambalo nataka kina mama wa St. Philip's mujiulize. Tuko na mjengo tunaendelea nao na tunanunua mabati. Niliposalimiana na yeye akiwa pale kwenye kochi anagagaa, aliniuliza, umepata mchango wangu wa bati? Nilimwambia nilipata na nishaku record, na Mungu akubariki. Hata katika maumivu mengi alikumbuka kazi ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Lala katika mikono ya Bwana. Tunakurelease. Mungu akupokee dadangu, mdogo wangu, maana mimi pia ni mwanafamilia. Rena alikuwa ananiita mama mkubwa. Na sasa nataka kupeana rambirambi kwa jamii, ndugu Kea, Anderson, Joyce, Sophie, Connie, Michael, Esther, wanangu poleni. Hakika nikimwangalia Anderson machozi yananitoka. Lakini Mungu wa mbinguni aweze kuwabariki. Ndugu Kea, najua si rahisi. Mungu akutie nguvu, usimame na hii jamii. Maswali yatakuwa mengi, lakini Mungu akusaidie. Kuachwa na mama ni jambo gumu, lakini Mungu asimame na nyinyi na msiwache kanisa. Tembeeni na kanisa la Mungu na mtaona baraka zake. Mungu wa mbinguni awabariki na awatende mema. Rena alivipiga vita vilivyo vizuri, mwendo ameumaliza, na imani ameitunza. Jina la Bwana libarikiwe. Wa mbinguni katika jina la Yesu Kristo. Wakati na masaha Bwana tunihimidi kuinua jina lako kwa sababu ya neno lako. Ya kwamba Mungu wakati wa kumimina kwetu utakuwa ukifika. Bwana ninaomba ukatupatie moyo wa ujasiri na moyo wa uhodari. Ya kwamba katika kifo tusione ni mwisho,
bali kwa kuinuliwa katika utukufu mwingine. Na zaidi ya yote Bwana, kunayo taji ambayo Bwana umeandaa katikati yetu Mfalme. Naomba Bwana utusaidie kama ulivyomsaidia mtumishi wako Paulo akinena na Timotheo. Na siku ya leo Bwana, tumemmimina mama yetu Rena mikononi mwako. Mungu wa mbinguni amevipiga vita vilivyo vizuri, mwende ameumaliza na naingojea taji yako. Naomba Mungu wa mapenzi ukampokee mikononi mwako, nasi tuliosalia Bwana katusaidie tukatengeneze njia yetu. Asante kwa jamii Bwana, maana tuwapatia matumaini mapya na nguvu mpya ya kwamba wakati wa mama ulikuwa umekwisha na kila jambo lina mwisho wake. Na ua hili Bwana uliliona ya kwamba lilikuwa limependeza na limekomaa, na ikaona ni vyema Bwana ukaweze kulitunda na kuliweka kwako ghalani. Naomba Bwana ukawasaidie, naomba Bwana ukawashike mkono, na kila alilolisikia neno lako Bwana mikononi mwako linawainua. Naita nguvu za Roho wa Mungu popote mahali walipo, ya kwamba kila mmoja akatende haki kadri ya vile mahali umemweka. Katuepushe na matendo ya giza na matendo ya dhambi, ili Mungu wa mbinguni ukatusaidie tukatengeneze njia zetu, na utakaporudi Baba kulichukua kanisa lako, tuwe miongoni mwa wale mfalme ambao utawachukua na watakizunguka kiti chako cha enzi. Wakati na masaha ya mfalme, tunamwachilia mama yetu mikononi mwako, na naomba Mungu wa mbinguni mahali kumesalia ukachukue hatamu wewe mwenyewe ya uongozi, na ukaachilia Roho wako mwaminifu aliye ni mwalimu na mshauri wetu, akawe mfariji wa ajabu, na neno lako siku zote likatusimamishe na kututie nguvu. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Baba, katika jina la mwanako Yesu Kristo tunakushukuru tena tunakuinua kwa ajili ya wema wako na uaminifu wako. Asante Mwenyezi Mungu, kwa maana ulikubali kumpumzisha mama yetu Renalda. Natazama mchana huu leo tumekusanyika pamoja tukiwa na tumaini ya kwamba Mwenyezi Mungu uko mahali hapa, tukiwa na tumaini ya kwamba Mwenyezi Mungu unaenda kuachilia faraja. Mchana huu leo napenda kukushukuru ni kwa ajili ya familia ya mama Renalda. Napenda kuwakabidhi wote mikononi mwako. Nakushukuru Mwenyezi Mungu ni kwa ajili ya baba yetu Abson Care. Nakushukuru Baba ni kwa ajili ya Joyce. Nakushukuru Baba ni kwa ajili ya Anderson. Nakushukuru Mwenyezi Mungu ni kwa ajili ya Esther. Nakushukuru Baba mchana wa leo ni kwa ajili ya Sophie. Nakushukuru Mwenyezi Mungu ni kwa ajili ya Koni. Nakushukuru Baba ni kwa ajili ya Michael Mbaka. Baba na wakabidhi mikononi mwako Mwenyezi Mungu, nikiomba Mungu wa faraja ukaachilie faraja yako, nikiomba Mungu wa amani ukaachilie faraja yako. Mchana wa leo Bwana shuka mahali hapa. Mchana wa leo Mwenyezi Mungu tunakuhitaji mahali hapa, kama vile ulivyoruhusu kumchukua mama, hivyo tunaomba ukaruhusu amani yako, hivyo tunaomba ukaruhusu faraja yako, tunaomba ukaruhusu amani yako Mwenyezi Mungu, maana wewe ni Mungu wa amani, wewe ni Mungu wa upendo. Tunakuita Mwenyezi Mungu mchana wa leo, tunakuita Mwenyezi Mungu mchana wa leo. Shuka katika boma hili, shuka katika mji huu, nenda ukawazingire na malaika wako, nenda ukawazingire na kuta zako za moto. Shetani ambaye huinuka kuleta kiwiliwili wakati na majira haya tunamkataa katika jina la Yesu. Ndoto mbaya tunasimama kinyume nazo katika jina la Yesu. Wale ambao wangesimama kuleta vurugu katika familia hii, Baba tunadai amani, Baba tunadai upendo. Achilia ushirikiano mwema kwa ajili ya jamii hii Mwenyezi Mungu. Mshikilie baba yetu Abson Mwenyezi Mungu kwa upendo wako, ili ya kwamba napoangalia wanawe ukampatia maarifa yanayotoka kwako. Tunajua jambo hili si rahisi, jambo hili ni zito, ni chungu na ni gumu, lakini Baba uliruhusu. Naomba ya kwamba mchana wa leo ukamshikilie baba yetu, naomba ya kwamba mchana wa leo ukashikilia watoto wake, naomba kwamba mchana wa leo ukashikilie ndugu wa mama Renalda, ukashikilie jamii yote kwa ujumla. Asante Mwenyezi Mungu, maana wewe ni Mungu wa faraja, wewe ni Mungu wa amani,
Tunapokuita Bwana unasikia, tunapokuomba Bwana unasikia. Ni ombi letu mchana wa leo ya kwamba Bwana unaenda kushuka katika mji huu. Ni ombi letu mchana wa leo ya kwamba unaenda kuwashikilia watoto hawa, ya kwamba unaenda kuwapatia amani na utulivu, ya kwamba Bwana unawafariji kwa faraja yako, kama vile neno lako livonena ya kwamba tukafarijiane kwa maneno haya. Tunafariji familia hii kupitia kwa neno lako, tunafariji jamii hii kupitia kwa neno lako, tukiamini unaenda kuwashikilia maroho ya kutumwa, maroho ya uchawi, maroho ya uganga, maroho yote yasiyostahili mbele zako. Tunayakamata sasa na kuyatupa katika shimo la giza katika jina la Yesu. Simama mwenyewe Bwana, jitukuze mwenyewe Bwana, ya kwamba hata wale maadui watakaposimama hawataweza kuwaona, maana wameshindwa katika jina la Yesu. Na umepata kuwazingira familia hii na kuta zako za moto. Tawala Mwenyezi Mungu, ni kwa ajili ya kanisa la Mtakatifu Filipo. Tunadai faraja katika kanisa lile, maana tunajua ni pengo zito, lakini Bwana uliyeruhusu utaachilia faraja yako. Uinuliwe, utukuzwe Mwenyezi Mungu, maana hakuna mwingine wa kufananishwa na wewe. Pokea sifa, heshima na mamlaka, maana tunaomba haya kupitia kwa jina la Mwenyezi Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tukiamini. Amen. Amen. Asante Yesu. Rest in peace. Rest in peace, Renalda Riziki. Tulikupenda ila Mungu alikupenda zaidi. Kazi yake Mola haina makosa. Wingu la simanzi limetanda kote, Rabai mwa mtunga sote tunalia. Tumepoteza kipenzi mpendwa wa wote, Renalda Riziki, tutakukumbuka. Mama yetu mwema, mcheshi mnyenyekevu, penda maendeleo, mwenye utu, mcha Mungu. Mola amrehemu mama yetu, tutakukumbuka mama. Uziuri chachi kunze dede, mumeo Absonike analia. Wanao Andersoni, Michaeli, Jacqueline, Joyce, Esther, Sophie, hata na Ekoni Musilie, Fariji Keni, Kaza mwanao Gertrude na Bamkwe Bishon, wajukuliam na Neema Musilie, familia yote Fariji Keni, Kakala Peoni dede, nenda salama. Renalda Riziki dede, nenda salama. Rabaini kote mwa mtunga, tutakukumbuka. Kakala Peoni dede, nenda salama. Kakala Peoni dede, nenda salama. Renalda Riziki dede, nenda salama. Rabaini kote mwa mtunga, tutakukumbuka. Kakala Peoni dede, nenda salama. Rest in peace, mama yetu Renalda Riziki. Umetuacha na majonzi, daima nyoyoni tutakukumbuka. Wingu la simanzi limetanda kote, Rabai mwa mtunga sote tunalia. Tumepoteza kipenzi
mpendwa wa wote, Renalda Riziki, tutakukumbuka. Mama yetu mwema, mcheshi, mnyenyekevu, penda maendeleo, mwenye utu, mcha Mungu. Mola amrehemu mama yetu, tutakukumbuka mama. Uziuri chachi kunze dede, mumeo Absonike analia, wanao andasane Michaeli, Jacqueline, Joyce, Esther, Sophie, hata nae Koni Musilie, Faridi Keni, kaza mwanao Gertrude na Bamkwe Bishon, wajukuu Liam na Neema Musilie, familia yote Faridi Keni, kaka Lebeoni dede, nenda salama. Renalda Riziki dede, nenda salama. Rabaini kote mwa Mtunga, tutakukumbuka. Kaka Lebeoni dede, nenda salama. Kaka Lebeoni dede, nenda salama. Renalda Riziki dede, nenda salama. Rabaini kote mwa Mtunga, tutakukumbuka. Kaka Lebeoni dede, nenda salama. Mama yetu Renalda Riziki amevipiga vita vizuri, mwendo amemaliza. Familia tunalia, Mola tufariji. Chile basi Mozenga.